Kuna mtu anaweza kukuambia kwamba kwenye haya maisha kila kitu unaweza ukakipata kama ukitekeleza vitu fulani, lakini swali la kujiuliza ni kwamba kwa nini huyo mtu akwambie kwamba kwenye maisha haya unaweza ukapata kila kitu? Au kuna ule msemo ambao unasema kwamba hakuna kinachoshindikana chini ya jua. Ushawahi kujiuliza ni kweli hakuna kinachoshindikana chini ya jua? Sasa mimi nakwambia ni kweli hakuna kinachoshindikana chini ya jua, lakini swali linakuja ni kuhusiana na pale ambapo wewe hutoweza kufanikisha kile ambacho hakitakiwi kufanikishwa, lakini kuna wenzako watafanikisha kile ambacho kinatakiwa kufanikishwa. Kwa maana wewe utapambania kuwa mtu fulani, lakini yule mtu tayari ameshafanikisha kuwa na hicho kitu fulani, na ndio maana wanakuambia hakuna kitu kinachoshindikana chini ya jua. Lakini kuna sanaa moja ambayo ukiitumia kwenye maisha yako, basi itakupelekea kupata 90% ya vitu unavyovihitaji. Lakini hiyo sanaa kuipata sio kitu cha mchezo, inahitaji uvumilivu, hustling na kukubaliana na kila kitu ambacho kiko mbele yako. Swali la kujiuliza ni sanaa gani hiyo ambayo inaibidi uifahamu ili mradi upate kile kitu ambacho unakihitaji kwenye maisha yako. Karibu sana. Hizi ni siri za mafanikio. Kama ni mara ya kwanza kutazama channel yetu, basi tumia sekunde chache tu kuweza kubonyeza neno subscribe, kwa sababu makala nyingi zaidi kuhusiana na maarifa na kuelimisha utazipata hapa ndani ya channel yako ponda kabisa ya siri za mafanikio. Karibu, tumia sekunde chache kusubscribe. Asante na karibu. Kuna sanaa moja ambayo inamfanya mtu aweze kufanikiwa kwenye maisha yake ama kupata vitu vingi, asilimia kubwa vitu vyake alivyovipanga kuweza kuvifanikisha. Sanaa yenyewe ni sanaa ya kuuliza. Kuna ile kauli unaambiwa kwamba anayeuliza ni bora zaidi kuliko yule anayejifanya mjuaji kwa kitu ambacho hakifahamu. Kwa maana unalazimisha sana kujua kitu hali ya kuwa hicho kitu hukifahamu hata kidogo. Sasa kuna watu wanafanya kazi kwa bidii sana, wanajituma kila siku, wanajifunza, wanajaribu, lakini bado maisha yao hayaendi kama wanavyotaka. Kisha kuna wengine wanaonekana kupata bahati mara kwa mara, fursa, kazi nzuri, mikataba ya kutosha tu, msaada wa watu muhimu, huyu anainvest hivi, huyu anakupa kazi hii, dili zinakuwa zinapishana nyingi sana. Alafu kuna utofauti wa yule ambaye anaonekana kufanya kazi lakini hapati kazi na mshahara mzuri, lakini kuna huyu ambaye anaridhika na pia anapata mshahara na kazi nzuri. Tofauti yao sio nguvu ya kufanya kazi. Mara nyingi ni kitu kimoja rahisi sana ambacho watu wengi hukipuuza zaidi, na kitu chenyewe ni wanajua kuuliza. Pale watakapokwama basi huuliza mapema sana ili waweze kutatua na focus na vitu vingine. Ogopa sana mtu kutokufahamu kitu fulani alafu anaendelea kujifanya nafahamu. Imagine upo stendi, unaelekea mkoani, gari ambayo unaipanda iko pale, unashuka chini, unaanza kuzunguka kutafuta sehemu gani utapata toilet, utaenda kukidhi haja ndogo. Ulivyo mjuaji, hutaki kuuliza wengine ili usave time, mwisho wa siku urudi kwenye gari yako uendelee na safari. Unajikuta kwamba utaonekana mshamba, kwamba unaugulizia sehemu ya vyoo, ujui wewe mshamba nini. Sasa hicho kitu ndio kinachoua watu wengi zaidi. Kama ukishuka tu pale ukamuuliza hata konda, ukawauliza watu wanauza pale, si ajabu. Lakini sasa sisi tunatafsiri kwa ukubwa zaidi. Namna unavyotafsiri jambo ni tofauti kabisa na watu wanavyotafsiri hilo jambo kwako. Endapo ungeshuka tu ungeuliza bana, naulizia sema ukidha haja ndogo, watu wangekuelekeza, na toilet sasa hivi ni biashara, kwa maana mtu lazima angekuelekeza, najua unaenda kulipia. Lakini kitu kinachokuja kutokea, unaendelea kuzunguka, unatumia muda mwingi kupoteza pale, halafu unakuta hadi safari yako inakuwa mbovu, kwa kuwa gari ambayo inaondoka ile kwa huko katika haja zako. So wanajua sana kuuliza watu waliofanikiwa pale tu watakaposhindwa. Jim Rohn alikuwa anapenda kusema kwamba maisha hayatoi kila kitu moja kwa moja, lakini yanaitikia wale wanaojua kuomba kwa hekima. Hii ndio anaita sanaa ya kuuliza, na hapa ndipo siri ilipo. Si kila mtu anayeomba anapokea, lakini karibu kila anayepokea alianza kwa kuuliza kwa njia sahihi zaidi. Elewa, sio kila anayeomba anapokea, lakini yule anayepokea basi mara nyingi alianza kwa kuomba kwa njia sahihi zaidi. Sasa mimi nimekuandalia trick 5 ambazo zitaweza kukuelimisha moja kwa moja kuweza kujua kupata hii sanaa ya kuuliza. Ungana nami kuanzia mwanzo hadi mwisho. Karibu, hizi ni siri za mafanikio. Sasa nikupe umuhimu wa kuuliza. Kwa nini nakwambia kuuliza ni sanaa ambayo inashauriwa kuitumia zaidi kwenye maisha yako? Kuuliza ndio mwanzo wa kila kitu unachotaka kukifahamu.
Huwezi ukapata ujuzi wowote bila kuuliza. Utakuta mtu kafanikiwa fulani bana, labda mi role model wangu Mo Dewji. Bana Mo Dewji alifanyaje hadi akafika hapo alipofika. Ili mradi niweze kufahamu, lazima niulize trick process ambazo zinatumika. Lakini nikijifanya nina brain kubwa, naendelea kujikuta mimi nafahamu, mwisho siku sitopata chochote na sitoweza kufanikiwa. Na ndio maana maarifa yanaongezwa kwenye akili ya mtu. Ukiona mtu anafahamu kitu fulani, nenda just imuulize tu, hiki kitu umefanyaje bro? Kama atahitaji pesa, atahitaji kitu chochote, thamani yoyote ile, kwa sababu yeye anauza ujuzi, basi mpatie, ili mradi uweze kupata kile kitu ambacho unakihitaji kwa wakati sahihi, ili mradi uweze kutimiza mambo yako. Kuwa punctual, kuwa makini ni kufanya kitu kwa wakati sahihi na muda sahihi na jambo sahihi. Kama wewe utafanya jambo kwa kuchelewa, we hauko punctual tayari na hauna zile sifa za mtu kufanikiwa, kwa sababu vitu vyako vyote utakuwa unavichelewesha. Muda wa siku unatakiwa ufanye kitu fulani, lakini wewe uko nyuma ya kile kitu kwa sababu ya ubaili wako ambao umeweza kufanya ambao hauna maana. Fikiria hii, sekunde moja tu, ulimwengu umejaa fursa, pesa, maarifa, watu wenye uwezo na milango mingi inayofunguka, lakini kama huombi, unakaa nje ya mlango hiyo bila hata kugonga. Umekaaga tu unatarajia watu waje kukupa msaada bila wewe kuomba. Hiyo ni hatari sana. Jimmy Rohn alifananisha maisha na bahari kubwa. Alisema kwamba unaweza kwenda baharini na chombo kidogo sana, kijiko, na utararudi na maji kidogo sana. Lakini kama una ndoto ya kwenda baharini na kurudi maji mengi, basi utaenda utarudi na maji mengi, na kama una tanki kubwa utachukua zaidi. Sasa tatizo si bahari, tatizo ni chombo cha kuuliza, chombo cha kubebea hayo maji. Watu wengi hawaombi kwa sababu wanaogopa kukataliwa, hawana uhakika wanastahili, au hawajui hata wanachotaka. Lakini ukweli ni huu, hauwezi kupokea kitu ambacho hujawahi kuuliza ama hujawahi kukiomba. Katolea mfano mzuri kwenye bahari. Kama ukienda bahari ina maji mengi sana kiasi kwamba huwezi kuyamaliza hata ufanye vipi katika ulimwengu. Na wewe utakavyoenda ndivyo utakavyokupokea. Hiyo kauli ipo sana. Utakavyokuja ndivyo tutakavyokupokea. Ukija na jeuri tutakupokea kwa jeuri. Ukija na hekima tunakupokea kwa hekima. Kama ukienda baharini, wewe una shida na maji, maarifa. Sasa utachukuaje yale maji? Utaenda na ndoo ndogo, utaenda na tank, utaenda na gari, utaenda na fuso. Kadri unavyozidi kubadilisha kitu cha kubebea, ndivyo vile maarifa yanakuwa mengi zaidi kwako. Hivyo wewe ndio shida. Jifunze kuuliza, jifunze kuchukua maarifa kwa watu wengine kwa kuuliza. Usikae tu mtu aanze kukuelezea kitu fulani, inakuwa ni ngumu sana kwake kuweza kufunguka vitu vya ndani zaidi. Atakueleza lakini ataishia vitu vya nje tu. So jifunze kuuliza. Jambo lingine ambalo unatakiwa uzingatie sana kuhusiana na sanaa ya kuuliza ni kuwa wazi. Usiulize kwa mafumbo. Moja ya makosa makubwa sana ya kuuliza kwa njia isiyo wazi. Watu husema nataka maisha mazuri, nataka mafanikio, nataka pesa, lakini swali ni nini hasa maana ya mazuri? Yaani unasema nataka maisha mazuri. Hayo maisha mazuri ni yapi? Jimmy Rohn anasisitiza kwamba ulimwengu haujibu ndoto zisizokuwa na muundo. Unahitaji kuwa na maelezo. Badala ya kusema nataka pesa, sema nataka kupata kipato cha shilingi kiasi fulani kwa mwezi kupitia kazi ama biashara fulani. Badala ya kusema nataka kazi nzuri, sema nataka kazi ya aina hii katika eneo hili, ya mshahara huu na fursa hizi. Kuuliza kwa usahihi kunafanya mambo mawili. Kunakupa mwelekeo na kuna kusaidia watu wengine waweze kukusaidia kiurahisi. Sasa kama wewe utaenda kuuliza kitu alafu utaweka mafumbo mengi sana kwenye kitu ambacho unakiuliza, basi directly itakuwa ni ngumu sana wewe kuweza kupata msaada ambao unastahili. Hivyo ukiuliza, nenda direct, nina shida na kitu fulani. Usianze kupindisha, kuweka mifumbo, kuweka misemo, hiyo inakuwa bored sana. Jambo la tatu, kuuliza si ombi la huzuni, ni hatua ya ujasiri. Watu wengi wanapouliza, wanauliza kama wanaomba, yani wanatia huruma kwenye swala fulani. Lakini inabidi ufundishwe kuwa na tofauti kati ya huruma na kuwa na ujasiri. Kuuliza si kuomba msamaha kwenye maisha kwamba umekosea sehemu fulani, bali kuuliza ni kufocus na kitu chenye ujasiri zaidi ndani yako. Unaweza kuuliza kwa kusema nimejiandaa kwa kile ninachokitaka. Tafadhali nisaidie, sijui nifanye nini. Hapo umeuliza, lakini usiweke ile sura ya unyonge kiasi kwamba mtu anaona kama mtu anaomba fulani hivi. Na hii ndio inayofanya watu waweze kuwa
kushindwa kufikia kile ambacho nakitaka, kwa sababu mtu anaenda na ile scenario kwamba sijui atanikubalia, atanikatilia, na unaenda ukiwa mnyonge sana kiasi kwamba unatia huruma. So direct pointi na credit za yule mtu unaenda kumwomba atakupunguzia, atajua tu huyu ana shida, kwa hiyo lazima nimkomoe, atajiweka kuwa fahari, japo sio wote wako hivyo. Lakini ukienda na ujasiri, nenda na strategies, namna ya kuomba au namna ya kuuliza ndio inaokufanya wewe uweze kufanikiwa kwenye jambo lako. Kama ukienda kuuliza kwa namna fulani ambayo ni bora zaidi, ndio itakuwa rahisi zaidi kuweza kusaidiwa. Lakini kama ukienda direct na kuweza kufocus vitu ambavyo havipo, itakuwa ni ngumu sana kwako kuweza kusaidiwa. Jambo la 4, kukataliwa si mwisho, bali ni sehemu ya mchakato wa kile ambacho unakifanya. Wapo watu utawauliza kuhusiana na kitu fulani, watakwambia ufanye kitu fulani, ufanye hiki na hiki. Utawauliza tena kuhusiana na jambo fulani, lakini bado utaona wanakukatalia, wanakukwepa sana. Utahitaji maarifa aina fulani, kipato chako labda ukaambiwa ulete kiasi fulani ukawa huna, ukasema mimi naleta kiasi cha chini yake, akakwambia sawa wewe leta tu, lakini bado akawa anakupigisha story nyingi, swags nyingi, anakukwepa sana. Hiyo hali ipo, lakini usione hivyo ukakata tamaa, endelea kujifunza. Wako wenye maarifa ambao utawapatia kitu kidogo sana wanachohitaji, ama usiwapatie kabisa na bado ukapata kile kitu ambacho unakihitaji. Hivyo never give up, usikate kabisa tamaa. Jambo la 5, maisha hupendelea watu wanaothubutu kuuliza. Kuna watu wana uwezo mkubwa, vipaji vikubwa, mawazo mazuri, lakini wanabaki pale pale tu kwa sababu hawafungui midomo yao kuzungumzia kuhusiana na project ambayo wanataka waweze kuifanikisha. Kuna tofauti sana ya kumwambia mtu mipango yako na tofauti ya kumuuliza mtu kile ambacho unahitaji kukifanya kwenye maisha yako. Hivi ni vitu vile tofauti. Prosesi zako, mipango yako na mikakati inabidi ibaki kwako, lakini ukiwa na changamoto ya kitu fulani, ndio moja kwa moja unaenda kufocus kwa kumuomba sasa, kwenda kuomba kwamba uweze kusaidia kuhusiana na jambo fulani. Jambo la 6 na jambo la mwisho, jinsi ya kuanza leo kuuliza kwa njia sahihi. So nimezungumza mambo mengi sana. Sasa swali linakuja, nitaulizaje kwa usahihi ili mradi niweze kukubaliwa, kwa sababu nimeona hapo juu kuna pointi ya kwamba unakataliwa sana. Sasa nakuelekeza kwa ufupi sana, lakini kabla sijakuelekeza, tumia sekunde chache kwa ajili ya kusubscribe ili mradi uweze kupata maarifa mengi zaidi. Twende kwenye jinsi ya kuuliza leo kwa usahihi na unaweza kupata maarifa. Njia ya kwanza kabisa, jua unachotaka. Usiwe na orodha ya hisia, kuwa na malengo halisi. Utakapoenda direct kwa kile ambacho unakitaka, itakuwa rahisi zaidi kusaidiwa. Jambo la pili, tafuta watu sahihi. Sio kila mtu unaweza kumuuliza kuhusiana na jambo lako. Kuna wengine watakukatisha tamaa, mwisho wa siku utafeli, hutoendelea. Jambo la 3, jifunze kuuliza moja kwa moja. Kuwa mwazi, usizunguke sana. Jambo la 4, jitayarishe kupokea neno hapana. Ukishaambiwa hapana, sio kwamba mwisho wa kile unachokitaka, bali ni mkakati wa kuendelea mbele zaidi. Jambo la 5, endelea kuuliza. Uthabiti ndio unaotengeneza matokeo. Usikubali kuambiwa na mtu mmoja ukaishia pale, bali uliza na watu wengine pia, kuna kitu atakufunza zaidi kwa kile ambacho unakihitaji. Kinywa chako kinaweza kuwa sehemu kubwa ya mafanikio yako kama utakitumia kwa njia sahihi, katika njia ya kuuliza na kujifunza maarifa ambayo tayari umeshapewa. Jiulize sasa hivi, unataka nini kwenye maisha yako? Usiseme unataka pesa, sema nataka mkakati itakayonifanya mimi niweze kupata pesa. Nataka nifanye kitu fulani 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 nipate pesa, lakini usiende direct kwamba nataka pesa. Nenda na strategies, nenda na maoni, itakuwa ni rahisi zaidi kwa yule mtu ambaye unataka kusaidia aweze kukusaidia. Asante kwa kunisikiliza. Hizi ni siri za mafanikio. Kama hujasubscribe, tumia sekunde chache sana kuweza kubonyeza subscribe ili mradi mambo yaweze kwenda poa zaidi. Hizi ni siri za mafanikio. See you next time. Asante.